Leo hii kama County Assembly ya Bungoma tumekusanyika hapa kwa jambo moja, ni kwamba kama wakaaji wa Bungoma na viongozi wa Bungoma, mambo ambayo yanatendeka sio mambo mazuri. Sisi tuliketi chini na tukaamua kwamba hawa mawaziri wote ambao wako katika Bungoma County, kila mtu ako na kikwazo, kila mtu ako na ulekevu, kila mtu ako na taabu yake. Tukasihi mheshimiwa gavana ya kwamba patilisha, na akakataa. Tulipoanza kuwatoa akaonelea kwamba yeye mwenyewe awatoe. Tukasema asante umwami, umeona kazi ni mzuri. Lakini pato kazi haijaisha. Kwa ajili grounds ambazo walikuwa nazo sio grounds hivi hivi tu, ni grounds ya kuhakikisha kwamba mambo sio mazuri. Sisi kama assembly pato tunafuatilia tuhakikishe ya kwamba hawa wananchi, because the law is very clear. Ukiwa ndani ya ofisi ama nje ya ofisi, still sheria inakufuata. Sasa penye mko mjue ya kwamba sisi pato tuko na ninyi. Jambo la pili, tuko na chief officers ambao wamea kiburi mpaka ukiangalia unafikiria hii county ni yake. Tafadhali kuanzia leo jua ya kwamba uko katika hii ofisi kwa ajili ya kufanyia mwananchi, na iwapo hizo viburi zitaendelea kufanyika, jitayarishe pia kutoka. Kwa ajili mlikuwa mna sign contract ya miaka 3, na penye tuko tunajua contract ya miaka 3 iliisha. Sisi kama assembly hatujapata ripoti yote ya kwamba silikuwa renewed ama hapana. Sasa kwa hivyo kama zilikuwa renewed, muko ofisi ilikali. Sasa bwana governor, hakikisha ya kwamba umerenew na utupatie sababu ya kurenew, because most of them nao ni wazi zaidi kulika hata mawaziri. Jambo la mwisho governor, hizo ground unapoziona, hata tunataka tukuletee sa wote watu 12. Usiangalie na uchiangalie useme hizo sio sao, most of them pia ni zako. Sasa jambo tu ambalo litakusaidia ni kwamba wewe pia ukeuke na useme hii county imeharibika na tuanze mwanzo mpya. Mambo ifanyike kwa ajili tulivyohakisha wananchi. Bure hizo grounds pia ni zako. Sasa penye huko na penye unakaa na timu zako, matusi kidogo iachana nayo. Angalia hizo ground mzuri. Nitakuletea na usisome na uchitayarishe kwamba uone je, hii Bungoma iko safe ama hapana. Penye tumefikia mambo ya consultation imeisha. Wacha tufanyie watu kazi na tuhakikishe ya kwamba lengo letu ni kufanyia wananchi. Mambo ya vyama tutoe kando na tuweke kando, tuangalie majukumu yetu ni nini. Jambo lingine, nataka nisi watu wetu pia ambao wanasema hawa wanafanya ni kwa ajili ya siasa. Nilisikia mtu mwingine akisema unajua hii ni mambo ya Fort Kenya. Sisi tunaangalia mambo ambayo yanafanyika hii county. Ukiangalia administration block hapa nyuma, pesa zilizolipwa ni milioni 98 na hakuna kitu mpaka wa leo iko kwa ground. Vitu mingi imefanyika. So bwana governor, keti chini uchiongeleshe hata marafiki wenyewe karibu na wewe, waache waende kando. Mambo ya kuendelea tu kujifinjari nao waachane nayo, umalizie watu wa Bungoma kazi kwa njia mzuri. Mimi ningependa kuongezea yale ambayo majority leader Mheshimiwa Nyongesa amesema. Bwana governor, tuakusii kama wana Bungoma, hatufurahii pesa ya Bungoma inapoharibiwa vile inaharibiwa na mawaziri wako. Kwa mfano, ile Kandui bus park ambayo tumejenga mpaka tumemaliza, ilikuwaje waziri wako mmoja akauzika na kuzika asbestos chini ya udongo, ambayo hiyo asbestos inaweza affect maisha ya mwananchi wa Bungoma, hasa wale ambao wanaishi the surrounding of Kandui. Hawatakunywa maji kwa muda ambao unakuja, kwa sababu yeye ameweka pale hizo vyuma bila kujali maisha na maslahi ya watu. Hakuhusisha hata NEMA, ikamgaidi kuambia huwa hii haistahili kuwekwa chini wala ipelekwe iende ichomwe, na yeye akaweka chini. Chamno bwana governor, naongea kwa niaba ya wananchi wa Bungoma. Sisi kama MCS, kuna wale ambao umeweka upande wako wanasaidika. Kuna wale wengine ambao wamewekwa kando hawasaidiki. Je, Bungoma ni moja ama si moja? Tukija kwa contractors, our local contractors ambao ni watoto wa Bungoma, wale wamefanya kazi ndogo ndogo za milioni 2, milioni 1, hata shilingi 1500, hawajalipwa kwa miaka 4.
iliyopita. Sababu gani? Kwa sababu watu wanaitisha marupurupu wapewe kwanza, na hawa contractors wanaumia. Saa hizi wengi wao wamekuwa auctioned kwa sababu ya hii ufisadi. We want a government that is transparent and accountable. Your Excellency, sisi hatuna ubaya na wewe, lakini tunapoendelea kufinywa kwenda kando, inaonekana hii makosa huenda ikaja kwako, kwa sababu watu wako wamefanya na wewe haukujali kutengeza haya.